Sijui ni mimi tu au kama nyinyi. Mzee wangu mara moja akiwa home aliniambia kwamba nihakikishe ninachokula mimi ndicho anachokula beki tatu. Nikiwanunulia nguo wanangu, basi beki tatu naye apate hata kwa uchache, lakini sio atoke kapa kabisa. Aliniambia kwamba maisha ambayo wanaishi wanangu, beki tatu naye aishi hivyo. Ushajua. Asa mimi nilifuata hiyo kitu, lakini sikuelewa kwa mapana alikuwa anazungumzia nini, mpaka baadaye nilipokuja kuona. Unafahamu ile inaweza katokea ajali afu mshikaji mmoja tukatoka hata hajachubuka nini, wengine wote wameondoka, au labda anapiga mbanga gari imeisha nyanga afu mshikaji anatoka mzima. Ni kwamba sisi sio binadamu pekee, sisi sio viumbe pekee duniani, kuna viumbe wengi. Kwa kila mtu ana viumbe wake ambao wanamlinda. Kwa vile anakuwa na fly, riziki kwako inakuwa inafunguka. Ni kwamba yeye akifly na wao wanakuwa wamefly, si ndio? Lakini kama utakuwa unamtendea vitu vya kumudhi, vitu vya kisirili, yani kwamba ile unamtreat kama mtoto wa kufikia na vitu kama hivyo, ambapo wifi hamna mtoto wa kufikia duniani, au sio? Wewe ndio ulichagua kwa na. So ukiwa unamtreat vibaya, unamtreat tofauti na watoto wako, yule mtu ambaye yuko naye anakuwa anakasirika ile, au anajisikia vibaya, ananyongeka. Kwa hiyo kama ana nguvu yule mtu, atakwako pia inaweza kawa mbaya. Ndio ile sasa inakuja Mungu anakulaani, wanasema sijui nini na vitu kama hivyo, ila nishati ya yule bibie ambayo iko ndani ya roho yake inakuwa ina reflect kama hivyo. Kwa hiyo ukimtendea vizuri, hata kama yule mtu aliyokuwa ndani yake ni mbaya, na yeye pia anafurahi, na wewe mambo yako yanaenda vizuri, au unakuta ile binti anaishi vizuri na watoto wako na vitu kama hivyo. Sikatai kuna watu ambao mazuri hayapenyi kwao, lakini misingi ni hiyo.